Karibu sana mwanafunzi unayenifuatilia na kunisikiliza kupitia chaneli yangu hii. Ninayezungumza nawe ni Mwalimu Jeremiah Wami. Na leo tunakwenda kuomba pamoja kuhusu vipengele 40 kwa ajili ya kufaulu mitihani. Kumbuka, Mungu ndiye chanzo cha hekima na mafanikio. Hata anapotuambia katika Yeremia 29 mstari wa 11 kwamba maana najua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Tukijua haya, tunaingia katika maombi tukiamini kwamba Mungu amepanga mema juu ya masomo yetu, akili zetu na maisha yetu, kwa maana kwamba tuweze kufanya mitihani na kufaulu vizuri ili tuweze kuendelea na elimu nyingine ya juu. Na hata tunapokuja kumaliza elimu ya juu au tutakapoishia hapa, basi bado Mungu anatuwazia mema, hii elimu tuliyoipata tuweze kupata kazi au kujiajiri wenyewe na tuweze kuendelea na maisha mengine kama kawaida. Ndio mawazo ya Mungu. Mungu anatuwazia mema katika kila jambo katika maisha yetu. Basi tunakwenda kuomba, na ni vizuri tukiwa tunaomba, mimi nitatamka maombi haya na wewe utarudia baada yangu mimi. Ombi letu la kwanza: Bwana, nashukuru kwa akili na uwezo ulionipa. Na hapa tutasimama na Zaburi ya 139 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, nitakushukuru kwa kuwa umeniumba kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ajabu na nafsi yangu yajua sana. Ombi letu la pili: Bwana, nipe amani na moyo wa ujasiri katika kipindi cha mitihani. Na tutasimama na andiko la Wafilipi 4 mstari wa 6. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba, pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Ombi letu la tatu: Bwana, nifanye mwenye hekima na ufahamu katika masomo yangu. Na tutasimama na andiko la Mithali 2 mstari wa 6. Kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Kumbuka kurudia baada yangu. Ombi letu la 4: unifundishe kupanga muda wangu kwa busara. Na hapa unaweza kusoma Mhubiri 3 mstari wa 1. Ombi letu la 5: ondoa kila uvivu na kukosa motisha katika kusoma. Ombi letu la 6: Bwana, niondolee hofu na mashaka kuhusu mitihani yangu. Tutasimama na andiko la Isaya 41 mstari wa 10. Biblia inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Ombi letu la 7: Bwana, naomba akili ya kukumbuka kwa urahisi kila ninachosoma. Na hapa utasoma Yohana 14 mstari wa 26. Ombi letu la 8: Bwana, nipe akili yenye kung'amua mambo kwa haraka. Tutasimama na andiko la Danieli 1 mstari wa 17. Basi kwa habari ya hao vijana 4, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Ombi letu la 9: Mungu, nipe neema ya kuelewa mambo magumu katika masomo yangu. Utasoma andiko la Yakobo 1 mstari wa 5. Ombi letu la 10: nisaidie kuwa na nidhamu ya kujisomea mwenyewe na kujitayarisha. Na hapa utasoma Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Sasa katika maombi yafuatayo tutamwomba Mungu atupe uelewa na kumbukumbu. Basi endelea kurudia maombi haya baada yangu. Ombi letu la 11: Bwana, bariki akili yangu na uwezo wa kukumbuka ninachosoma. Hapa tutasimama na neno la
Kumbukumbu 28 mstari wa 13. Biblia inasema Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala hui chini, utakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo kuyaangalia na kufanya. Bwana akakufanya kichwa kwa jina la Yesu. Ombi letu la 12. Kila kusahau na kuchanganyikiwa kusiwe sehemu ya maisha yangu. Na hapa utasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33. Ombi letu la 13. Bwana nisaidie kuelewa kwa haraka na kwa undani kila somo. Na hapa tutasimama na andiko la Nehemia 9 mstari wa 20. Biblia inasema ukawapa na roho yako mwema ili kuwaelimisha. Ombi letu la 14. Bwana nipe akili yenye utulivu wakati wa kufanya mitihani. Na Isaya 26 mstari wa 3, Biblia inasema utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Ombi letu la 15. Bwana, kila ninachosoma kisisahulike, bali kikumbukwe kwa usahihi. Hapo utasoma Yohana 14 mstari wa 26. Na ombi letu la 16. Bwana, nipe ujasiri wa kujibu kwa uhakika bila woga. Tutasimama na andiko la Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7. Biblia inasema maana Mungu hakutupa roho ya woga. Ombi letu la 17. Bwana, nipe nguvu za kiakili na kimwili katika kipindi cha mitihani. Isaya 40 mstari wa 29, Biblia inasema huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Bwana akakupe nguvu katika kipindi cha mitihani katika jina la Yesu. Ombi letu la 18. Nakataa kila roho ya kuchanganyikiwa na woga, iondoke kwangu kwa jina la Yesu. Na hapo tutasimama na Zaburi 27 mstari wa 1. Biblia inasema Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Hata katika kipindi cha mitihani sitaogopa. Ombi letu la 19. Mungu, nipe uwezo wa kuelewa maswali vizuri kabla ya kujibu. Hapo utasoma Mithali 4 mstari wa 7. Na ombi letu la 20. Bwana, nipe neema ya kuwa na akili ya kipekee kama Danieli. Biblia inatuambia katika Danieli 6 mstari wa 3, basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Ninakuombea Mungu akakupe akili iliyo bora mwanangu, kwa jina la Yesu. Pokea. Katika maombi yafuatayo tunakwenda kuomba na kukataa kila vizuizi ambavyo shetani anaweza akaweka katika maandalizi yetu ya mitihani ama kipindi kile ambapo tunafanya mitihani. Shetani anaweza kaleta roho ya magonjwa, shetani anaweza kaleta roho ya uharibifu, anaweza kaleta roho ya upotevu labda wa notisi zako, anaweza kuleta roho ya ajali, ili mradi tu akuzuie wewe usifanye mitihani vizuri. Na sisi tunaikataa roho hiyo kwa jina la Yesu, kwa sababu tumekwisha kugundua hila zake. Tunakataa kwa jina la Yesu. Na sasa tunaendelea na maombi yetu kwa ushindi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sisi ni washindi. Ombi letu la 21. Mungu, linda akili yangu isishambuliwe na mawazo ya woga. Isaya 54:17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana wa majeshi. Ombi letu la 22. Ninavunja kila nguvu za giza zinazopinga mafanikio yangu. Luka 10:19. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za adui, wala hakuna kitakachowadhuru.
Kwa jina la Yesu ninavunja kila kazi za adui zinazopinga mafanikio yangu katika elimu. Ombi la 23. Kila roho ya kushindwa ikimbie kwa jina la Yesu. Warumi 8:37. Lakini katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Na kutangazia Mungu akakupe kushinda katika mitihani yako. Ombi letu la 24. Bwana, linda karatasi yangu ya mitihani dhidi ya makosa yoyote. Zaburi 91 mstari wa 11. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Nami nakuombea Bwana akalinde karatasi zako za mitihani hata zinapokwenda kusahishwa, makosa yoyote yasiweze kutokea. Ombi letu la 25. Ninasimama kinyume na kila aina ya ajali au maradhi wakati wa mitihani. Zaburi 121 mstari wa 7 hadi 8. Biblia inasema, Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako, Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Bwana akakulinde hata na vyombo vya moto utakavyovitumia, iwe ni gari, iwe ni pikipiki, ama unatembea kwa miguu au baskeli. Bwana akakulinde na ajali na mabaya yote. Bwana akakulinde na roho za uwizi na uporaji, maana wakati mwingine unaweza kudamka asubuhi ili wahi mitihani yako ya asubuhi, na Mungu akakulinde basi na wabaya wote ambao wanakuwepo njiani, kama neno la Mungu linavyosema, na kutangazia mabaya hayatakupata kwa jina la Yesu. Kuna wakati unaweza ukajikuta unafanya makosa ya kijinga tu wakati wa mtihani. Sasa tunamwomba Mungu, makosa haya ya kijinga tunayakataa kwa jina la Yesu. Ombi la 26. Mungu, ninakataa kufanya kosa lolote la kijinga katika mitihani yangu. Zaburi 37 mstari wa 23 hadi wa 24. Hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, naye aipenda njia yake. Mstari wa 24. Ajapojikwaa hata anguka chini, Bwana humshika mkono na kumtegemeza. Bwana akakushike mkono hata kipindi kile unapofanya mitihani. Akili yako ikaimarishwe na Bwana, na tunakataa makosa ya kijinga katika mtihani kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wakati wa kufanya mitihani, Shetani anaweza akatoa usikivu wako ili usisikie kile kinachoelekezwa wakati wa maelekezo. Sasa tunakataa roho hii kwa jina la Yesu. Ombi letu la 27. Bwana, nipe usikivu mkubwa wakati wa maswali na wakati wa maelekezo. Hapo utasoma Mithali 4 mstari wa 1. Ombi letu la 28. Ninavunja kila kizuizi cha kifamilia cha kushindwa kielimu. Kuna familia nyingine zimewekewa mipaka kwamba hawatavuka kiwango fulani cha elimu. Kwa jina la Yesu tunakwenda kuvunja hivyo vizuizi. Wagalatia 3 mstari wa 13. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti. Hakuna laana juu yako, kwa kuwa Yesu alikwisha kutukomboa na laana zote za kifamilia, za koo, na laana za kila aina. Kila mipaka ambayo wamekuwekea kwamba usivuke viwango fulani vya kielimu, hiyo mipaka tunaivunja leo. Hiyo mipaka tunaivuka leo. Tunatangaza kuvuka hiyo mipaka kwa jina la Yesu. Tamka kwamba katika mtihani huu mimi nitafaulu, mimi nitavuka mipaka niliyowekewa na familia. Nitavuka kila kizuizi kwa jina la Yesu. Na ombi letu la 29. Mungu, nipe neema ya kuwa miongoni mwao wanaofaulu kwa viwango vya juu. Na hapo utasimama na andiko la Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1 hadi wa 2. Ombi la 30. Bwana, nipe ushindi juu ya mashaka na uniongoze katika kweli yako. Zaburi 25 mstari wa 5, Biblia inasema, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha, maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu, na kungoja wewe mchana kutwa. Bwana akakuongoze katika kweli yake katika jina la Yesu. Sasa tunakwenda kuomba mafanikio na neema ya kipekee juu yako. Ombi letu la 31. Mungu, bariki kazi ya mikono yangu na jitihada zangu za kusoma. Zaburi 90:17. Ombi letu la 32.
katika mitihani yangu nitakayoiandika. Mungu, weka neema juu ya maandiko yangu na majibu yangu. Utasoma Mhubiri 9 mstari wa 11. Ombi letu la 33. Bwana, kila nitakachogusa kikafanikiwe. Zaburi 1:3 ndio andiko tutakalosimama nalo. Na mimi nakuombea Mungu, kwenye kila mtihani utakaofanya, Bwana akakufanikishe na ukaufaulu vizuri. Ombi letu la 34. Bwana, nipe ushuhuda wa tofauti kupitia matokeo yangu. Tutasimama na andiko la Zaburi 126 mstari wa 2 na wa 3. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Mstari wa 3. Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Ebu Bwana akakupe furaha baada ya kupata matokeo yako katika jina la Yesu. Ombi letu la 35. Mungu, nielekeze katika kujibu kwa hekima kila swali nitakalolifanya. Na hapa utasoma Luka 21 mstari wa 15. Ombi letu la 36. Bwana, neema yako iwe juu yangu, ili niwe mfano wa mwanafunzi bora. Hapo utasoma Mathayo 5 mstari wa 14 mpaka 16. Ombi letu la 37. Bwana, unitakase kutoka katika kila hila ya mwovu ya kuniharibia matokeo yangu. Na hapo utasoma Isaya 54 mstari wa 17. Ombi letu la 38. Bwana, nipe ushindi mkubwa kuliko nilivyotarajia. Waefeso 3:20 Biblia inasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yale tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Bwana akakupe ushindi mkubwa katika mitihani yako. Na ombi letu la 39. Mungu, matokeo yangu yawe ushuhuda wa wema wako. Ninakutegemea wewe Bwana. Zaburi 118 mstari wa 23. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni la ajabu machoni petu. Mungu akakupe jambo la ajabu kupitia mitihani yako ambayo utakuwa umeifanya. Na ombi letu la mwisho kabisa, ombi la 40, ni ombi la shukrani. Asante Bwana kwa kunipa akili, amani na ushindi wa mitihani yangu. Asante rafiki yangu ambaye umenifuatilia katika maombi haya na tumekuwa tukiomba pamoja. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mwema, ahadi zake ni kweli. Kwa hiyo amini kabisa katika maombi haya, Mungu anakwenda kutenda kitu katika mitihani yako. Mungu anakwenda kukupa ushindi katika mitihani yako. Endelea kuomba sasa kwa maneno yako na kumshukuru Mungu kwa yote aliyotenda. Mungu aliyekuwezesha toka ulipoanza masomo yako mpaka unafikia katika hatua hii ya kwenda kufanya mitihani sio jambo dogo. Wengine labda wameishia katikati kwa kukosa ada, kwa kuumwa, au wengine wamefariki, lakini Mungu ameweza kufikisha mpaka hatua hiyo. Sio jambo dogo, ni jambo pia la kumshukuru Mungu. Hebu mshukuru Mungu pia kwa jambo hilo. Lakini pia ukipata wasaa, unaweza ukawa narudi katika chaneli yangu hii na kuendelea kuomba na kuomba, na unavyozidi kufanya hivyo basi utakuwa unakiri ushindi na Mungu atakwenda kukupa ushindi mkubwa sana katika mitihani yako. Lakini mwisho kabisa, mara baada ya matokeo na Mungu akawa amekufanikisha, usiache kunijulisha ili tuweze kumshukuru Mungu pamoja kwa ajili ya matendo makuu aliyoyatenda. Asante sana, Mungu akubariki. Nami napenda nikuache na andiko hili la Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13. Biblia inasema, neema ya Bwana Yesu Kristo na iwe pamoja na roho zenu. Basi Mungu akakubariki sana, neema yake ikawe pamoja nawe katika maandalizi yako ya mtihani au katika mtihani wako, katika jina la Yesu ukafanikiwe na Mungu akakuinue zaidi. Niliyekuwa nikikuongoza katika maombi haya ni mimi Mwalimu Jeremiah Wami.
basi unaweza kuendelea kunifuatilia zaidi katika chaneli yangu hii. Kutakuwa kuna maombi mengi na masomo mengi ya neno la Mungu ambayo tutakuwa tukijifunza. Lakini pia unaweza ukanisapoti kwa kusubscribe katika chaneli yangu hii, ili pia uweze kuwa miongoni mwa watu wa kwanza watakao kuwa wakipata mafundisho neno la Mungu au chochote kile kizuri ambacho nitakuwa nimekiposti. Mungu akubariki sana.